AM Online TV. Kiufupi naweza kusema hii sheria imepitwa na wakati, kwa sababu kuna mabadiliko makubwa sana katika sekta ya habari ambayo hayajawa observed na hii sheria. Ukiangalia muda wa sheria ilipoundwa, mambo ya content creators na digital media ilikuwa bado hizi platform hazijawa kwa wingi kama sasa hivi, ingawa wanazisajili na kuziendesha, lakini tunahitaji kufanya marekebisho ya hii sheria. Hili suala hili lilianza siku nyingi sana, ni muda mrefu sasa, inakwenda ikirudi, inakwenda ikirudi. Najua wengine watalizungumzia ili kwa upana zaidi, lakini tunaomba ili suala hebu lipitiwe ili angalau lifikie hatua. Na tunavyotaka sheria nzuri ya habari ni kwa sababu hao wanaweka vikwazo, wanavyokosa pensheni au mafao yao na kwa nini hawakimbilii polisi au mahakamani, wanakuja kwenye vyombo vya habari. Mwenye shida ya maji haendi kwa sheha, sauti yake haitasikika. Lakini bado tujue kwamba waandishi wa habari wanavyotaka sheria nzuri ya habari sio kwa sababu ya wao, kwa sababu ya ndugu zetu, mama zetu, baba zetu, wajukuu zetu na nchi yetu. Matamko manne mimi naita maagizo, mimi nilifundishwa zamani. Kaagiza mara sheria ya habari atakayofanyia haraka ndio baada. Rais kaagiza bila sema kwenye TV, bila kazama. Mara 4 sheria ya habari ikamilishwa haraka. Sina gari, lakini wizara inakwenda mbio, tuna mwenge uko Songea, wiki 3 wizara imefunga. Resolution inaidhinisha tu watu waende mwenge. Lakini yale ya ndani ya msingi unazotuishi na simamia. Vyombo vya habari navyo vimekuwa vingi Zanzibar, radio, television, sasa lakini tujiulize, je, huku kukua kwa sekta ya habari, kuwa na wanafunzi wanao graduates, lakini vile vile vyombo vya habari ambavyo tunapeleka au tunaajiri waandishi wa habari, impact yake ikoje? Kwa sababu leo hii tunazungumza kwamba vyombo vya habari Zanzibar ni vingi. Je, huko kwenye vyombo vya habari kuna kitu gani kinachopatikana kwa ajili ya jamii yetu inayotuzunguka? Hawa waandishi wa habari tulionao ni waandishi wa habari wa aina ipi? Ni waandishi wa habari wa aina gani? AM Online TV.